Ni hatua ya kihistoria katika ulimwengu wa sayansi na afya nchini Tanzania na kote barani Afrika. Hii ni baada ya wanasayansi wa taasisi ya afya ya Ifakara kwa kushirikiana na taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR wamefanikiwa kutengeneza mbu wa kipekee kwenye maabara wenye uwezo wa kuzuia vimelea vya malaria. Katika mji wa kihistoria wa Bagamoyo, mapinduzi mapya yamezaliwa. Kupitia mpango wa Transmission Zero, wanasayansi wa taasisi hii wamefanikiwa kubadili vinasaba vya mbu aina ya Anopheles gambiae. Badala ya kueneza ugonjwa, mbu hawa sasa wanazuia ukuaji wa vimelea vya malaria ndani ya miili yao. Tumeweza kuongeza vinasaba kwenye DNA, vinasaba vya mbu ambavyo vinatengeneza protini madhubuti. Hiyo protini inafanya wale vimelea vya malaria havikui. Inamaanisha vile vimelea havifiki ile stage au ile nafasi ambayo huyo mbu akienda kung'ata mtu mwingine anavisambaza. Tumecheza na hiyo biolojia. Vile vinasaba vinahakikisha wale vimelea havifiki mdomoni kwenye salivary glands. Hivyo akienda kung'ata anakuwa hawezi kuvisambaza. Lakini je, vinasaba vya mbu hawa vinabadilishwaje? Vile vinasaba kuna jinsi vinavyowekwa kwenye tunaita stage ya embryo ambayo ni mayai. Yale mayai kuna microscope madhubuti na sindano ambazo tunachoma mayai. Ile DNA inaweza ikajipenyeza kwenye DNA ya mbu. Alafu kuna njia madhubuti tunazofuata kuhakikisha kweli ipo. Ukishayachoma haya mayai, tunasubiri baada ya saa 48 mayai yetu yanakuwa yamepasuka au kuhatch ili kuweza kupata mbu hatua ya kwanza, ambayo tunafanya kuwalea hawa mbu kwa hatua hizo mpaka kuja kupata mbu wakubwa, ambapo kuanzia hapo sasa tutawafuga kuwaendeleza. Wakati takwimu zikiitaja Tanzania kuwa miongoni mwa nchi 4 duniani zinazochangia zaidi ya 50% ya vifo vyote vya malaria, juhudi hizi ni hatua muhimu kubadilisha hali ya mambo, hasa kutokana na uwezo wa mbu kutengeneza usugu dhidi ya afua zilizopo. Tumeona pia vimelea Plasmodium, wale ambao ndio wanaosababisha malaria, pia wametengeneza usugu na dawa ambazo tunakunywa katika malaria. Hivyo jumuiya ya wanasayansi ambao wanafanya kazi katika malaria kila siku wanakuja na njia mbadala, njia mpya ili za kuweza kutokomeza huu ugonjwa. Hata hivyo, watafiti wanasema safari bado inaendelea. Kwa sasa mbu hawa wapo chini ya uangalizi wa maabara daraja la 4. Hatua zinazofuata ni kushirikisha jamii, kufanya tathmini ya mazingira na kupata vibali vya kisheria kabla ya mbu hawa kuachiwa mitaani kuanza kazi rasmi. Na kama tukisogea mbele, tukifanya hizo kazi kwenye hiyo stage inayofuata ambayo ni ya semi-field, tunaweza tukasema sasa tuna data tulizokusanya zinaturuhusu kusogea hatua ya 3. Hivyo tena lazima turudi kwa wizara, tuweke maombi. Wizara kuna vitu watahitaji, hizo data mtu zionyeshe, na wakiridhika watatupa kibali, tusogee kwenye hiyo stage inayofuata. Ni hatua muhimu inayotambulisha mchango wa Tanzania katika uvumbuzi wa kimataifa kupitia taasisi ya afya Ifakara ambayo imebobea kwenye tafiti za sayansi ya afya. Idi Wesu, Azam News.